Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion. They crossed a very big red line by attacking nuclear facilities. Katika historia za kisiasa Mashariki ya Kati, uhusiano kati ya Israeli na Iran ni miongoni mwa hadithi zenye mkondo wa kipekee, kutoka kuwa marafiki wa karibu hadi kuwa maadui wakubwa kabisa wa kisiasa, kijeshi na kiitikadi. Katika kipindi cha kuanzia mwaka 1948 hadi 1979, Israeli na Irani walikuwa marafiki wa karibu, hata kama walikuwa wakificha uhusiano wao rasmi. Mwaka 1948, Israeli ilipata uhuru na kutangaza kuwa taifa huru. Japokuwa Irani haikuitambua rasmi, lakini iliunga mkono kimya kimya, kwani kiongozi wa Irani wa kipindi hicho alikuwa na msimamo wa kisasa na alikuwa mshirika wa Marekani. Miaka ya 1950 hadi 1970, Irani ilitoa mafuta kwa Israeli kwa makubaliano ya siri, nayo Israeli ilisaidia Irani katika masuala ya ujasusi, kilimo na teknolojia kupitia mashirika kama Mossad na Savik, yani usalama wa Iran. Pia wanafunzi wa Irani walikwenda kusoma Israeli na viongozi wa kijeshi walishirikiana kwa karibu, na ule wakati nchi nyingi za Kiislamu zilikuwa mahasimu Israeli. Irani ilikuwa daraja la kisiasa kwa Israeli kuingia katika Mashariki ya Kati. Februari 1979, kiongozi wa Irani alipinduliwa na mapinduzi ya Kiislamu. Kiongozi mpya Ayatollah Ruhollah Khomeini alianzisha Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yenye msingi wa Kiislamu wa Kishia. Akafanya mabadiliko ya sera, ndipo Irani ikatangaza kuwa Israeli ni shetani mdogo na Marekani ni shetani mkubwa. Ikaendelea kuchukua hatua zaidi, ambapo Iran ilifunga ubalozi wa Israeli mjini Tehran na badala yake ikakabidhi jengo hilo kwa Palestina. Ilianza kuyasaidia makundi ya Kiislamu yanayopinga uwepo wa Israeli kama kundi la Hezbollah huko Lebanoni, kundi la Hamas na Islamic Jihad ya ukanda wa Gaza. Uhasama kati ya Irani na Israeli ukaanza kukua polepole na hatimaye ukageuka kuwa vita baridi ya Mashariki ya Kati, ambapo miaka ya 1980 mpaka mwaka 2000 Irani ilianza kampeni ya kuipinga Israeli kimataifa, ikitaka ifutwe katika ramani. Hapo ndipo Israeli ilianza kuiogopa Irani, hasa kwa sababu ya mradi wake wa nyuklia. Irani ikaongeza msaada kwa Hezbollah waliokuwa wakifanya mashambulizi dhidi ya Israeli kutoka Lebanon. Mwaka 2006, vita kati ya Israeli na Hezbollah ilianza, hivyo Israeli ikapigana na wanamgambo walioungwa mkono na Iran kwa siku 34. Mwaka 2009 hadi 2022, Israeli ikaanza mashambulizi ya anga dhidi ya vituo vya Iran vilivyo Syria. Iran iliendelea kusambaza silaha kwa makundi ya wapiganaji karibu na mipaka ya Israeli, ndipo Israeli ikaishutumu Irani kwa kutaka kutengeneza bomu la nyuklia, jambo lililosababisha hofu kubwa. Mwaka
Mwaka 2023 baada ya vita vya Gaza, Irani ilianza kuashiria wazi kuwa iko tayari kupigana moja kwa moja na Israeli, ambapo kiu ilizidi zaidi. Aprili 2024, Iran ilirusha makombora na droni zaidi ya 300 kuelekea Israeli, lakini Israeli ikajibu kwa mashambulizi makubwa ya anga ikisaidiwa na Marekani, Uingereza na Jordan. Juni mwaka huu 2025, Israeli imeshambulia Irani katika maeneo yake ya vinu vya nyuklia vinavyorutubisha urani na maeneo mengine ya kijeshi, jambo lililopelekea maofisa kadhaa wa Irani waandamizi wa kisayansi na kijeshi kupoteza maisha. Hatua hiyo ikazua majibizano kati ya Iran na Israeli ambayo yamedumu kwa takribani juma moja sasa. There is no red line that they have not crossed. And the last one, and the most dangerous one, was happened only last night, when they crossed a very big red line by attacking nuclear facilities. I don't know how much room is left for diplomacy. We are now calculating. Mashambulizi hayo yamesababisha athari kadha wa kadha katika miundombinu, kugharimu maisha ya watu na hata raia wasio na hatia. Marekani kwa usaidizi wa Israeli nayo, wakati ikiendelea na mazungumzo ya nyuklia na wawakilishi wa Iran, imeshindwa kujizuia na badala yake, mwishoni mwa juma lililopita imetekeleza operesheni iliyoita Midnight Hammer, ikishambulia vituo vya nyuklia vya Iran kwa mabomu mazito ya ardhini. Hatua ambayo ilionekana kumfurahisha zaidi Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu, aliyetangaza hadharani kuwa hatua hiyo ya Trump ni ya kukumbukwa zaidi, huku akimshukuru kwa kufanya hivyo. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. Hata hivyo, kisa cha Irani na Israeli ni cha kipekee duniani. Walikuwa marafiki wa karibu, wakashirikiana hata kwa siri, lakini ghafla uongozi mpya ukaibadili nchi nzima kuwa adui mkubwa wa rafiki wake wa zamani. Tofauti na kiitikadi, kidini na kijiografia, imepelekea maelfu ya vifo, mabilioni ya dola kupotea na hatari kubwa ya kuzuka kwa vita vya dunia iwapo uhasama huu hautadhibitiwa.